Okay, nakwenda kukuelekeza namna ya kufungua account international kwa TikTok, yani international account ya TikTok. Kwa hiyo ambayo unashindwa kufungua hiyo account, okay? Kwa hiyo kama unatumia account ya kawaida na unahitaji kupata international account, hususan wewe content creator, ili uje kuweza kulipa kutokana na hizo viewers, moja kwa moja nikakuelekeze cha kufanya. Hatua kwanza, lazima kwanza uwe na email. Email ambayo utaitumia hapa ni email ambayo hujaitumia kwenye account yako ya awali, okay? Kwa hiyo cha kufanya, utafungua email mpya kama hauna email nyingine, lakini kama tayari unayo email 2 au 3, basi tumia hiyo ambayo hujaitumia kwenye ile TikTok yako ya kwanza. Unaweza tukasema local account, ya account ya kawaida TikTok. Ukishakuwa na hiyo email, basi utaingia moja kwa moja kwenye account ya TikTok, kwenye app ya TikTok. Ukishaingia kwenye app ya TikTok, moja kwa moja utakuja sehemu hapa iliandikwa profile hapo chini kabisa. Utabonyeza ili uende kwenye profile yako. Ukishakuja huko kwenye profile yako, cha kufanya utakuja juu huku moja kwa moja kwenye hivyo vilama vitatu. Ukishavibonyeza, utarudi hapa kwenye setting and privacy, then utascroll chini. Kwa mimi nitakuja kubonyeza neno switch account, ila hapo neno la switch account, kwa nita click hapo ili nibadilike. Kwa nitatoka kwenye account hii nikafungua account nyingine, nitabonyeza hapo add account. Shabonyeza add account, nitakuja hii sehemu ya ku add another account, kwa sababu naenda kufungua account nyingine mpya tofauti na hizo hapo unazoziona hapo juu. Nitabonyeza add account. Kwa hiyo sehemu muhimu ndo hapa. Kwa mimi nitaachana na hivi hapa kwanza, sawa? Nitadili na huko chini. Kwa huko chini nitadili nako vipi? Umeona hichi kitu hapa? Ngoja tufanye hivi. Naachana na hivi. Umeona hichi kitu hapa? Hapa kilichoandikwa Tanzania. Kwambia by continue with an account located in Tanzania. Sasa ili located in Tanzania nataka tuibadilishe. Kwa maana hapa tumekubaliana kwamba kutokana na ili uweze kuendelea kufungua hii account, maana location yako inasoma Tanzania. Maana umekubaliana na terms na conditions zao kwamba hii account nafungulia nikiwa nchini Tanzania. Sasa mimi nataka nibadilishe hapa kutoka Tanzania kwenda katika nchi ambayo inasemekana, tuseme katika nchi ambazo ni international account, okay? Ambapo nitabonyeza ile neno Tanzania. Nitabonyeza Tanzania. Bonyeza, tanileta hapa. Nachofanya huku juu nakuja kuandika neno United. Nataka nifungulie kama nipo United States. United States. Limekuja hili hapa juu. Utalibonyeza United States. Mimi kwangu limekuja kama unavyoona hilo hapo. Kwa nitalibonyeza hilo neno. Nikilibonyeza, moja kwa moja hapa itakuwa imebadilika kutoka kwa Tanzania kukaa United States. Hapa ndo sehemu ya msingi. Kwa hiyo kisha hapo unabadilisha hilo kabla hujafungua. Kwa hiyo usiwe na haraka kwenye kufungua. Ukifika hapo unafanya hicho kitendo. Kwa baada hapo utakuja huku chini kabisa sign up. Kwenye alama nyekundu sign up. Utabonyeza sasa sign up, kwa sababu ukiona bado imekaa hivi, umeona hapa nimeandika sign up lakini bado imekaa Tanzania. Kwa jicho lako liwe hapo. Utabonyeza tena hilo Tanzania. Ukiona bado imezingua, utakuja kuandika tena United States. Hiyo hapo nitaiklik, then imebadilika. Hakikisha hili neno hapa halibadiliki kukaa Tanzania. Ikikaa Tanzania maana yake umefungua account kama hiyo ambayo unayo hapo sasa hivi, ambayo sio international account. Kwa hiyo imekaa United States, nimehakikisha. Kwa hiyo ninachokifanya sasa, nakuja huku juu use phone or email. Nitaandika birthday yangu, maybe mwezi huo. Nitaandika hapo, utaandika vitu vyako, tarehe na mwaka na mwezi wa kuzaliwa, then utabonyeza continue. Bonyeza continue, utaswitch kutoka hii sehemu. Kwa hiyo utaachana na hii sehemu, utakuja kuswitch hapa. Kwa hiyo utabonyeza tu hapa email hapo, unakuja kuandika email yako ile ambayo nimekuambia watakao utumie, hiyo email ambayo unayo hapo, hiyo mpya ambayo hujatumia kwenye account ya awali. Kwa hiyo nitaandika email ambayo siitumii kwenye TikTok ya kwanza. Labda hiyo hapo. Nitabonyeza continue. Nikishabonyeza continue, itanipeleka hapa kuandika password. Utaandika password yako, lakini password zako hapa hakikisha ziwe maneno kuanzia 8 na kuendelea. Kuanzia 8 na kuendelea, lakini katika maneno hayo uchanganye maneno
namba na herufi. Maneno, namba, herufi na kitu chochote kile, labda question mark au alama kuuliza nini au alama ya mkato au chochote kile, kama hapa alivyokuambia maneno 8 one letters, kama kawaida unavyo create pale awali. Okay, kwa ukisha andika password yako, then utabonyeza neno continue. Itaload kama hivyo, ili ikuletee kitu fulani hivi cha kuhakiki kama wewe sio robot, sababu sitaki robot ndio zifungue hizi platform. Utaisubiria, usicancel. Unachokifanya utadrag, ni kama puzzle, ni kama game fulani la puzzle. Kwa hiyo utachokifanya hichi kidrag hichi hapa, hicho kilamamsha utakipeleka mpaka hii utaisogeza mpaka ifike hapo, ikae sawa sawa. Ikubali itakuandikia done. Kwa mimi nitakisogeza, nitabonyeza na kidole hapo hicho kimshale cha chini, then hapo imetulia, tunaandikia done. Hapo inakuwa tayari imeshafungua. Huko chini ita load ikupeleke moja kwa moja kwenye account yako. Manake hapo utaandika sasa nickname yako. Utaandika nickname ambayo utakuwa unaitumia, jina lako ambalo utakuwa unatumia, labda hivyo labda nitatumia neno gani? Labda natumia Nourish. Nitabonyeza Nourish at au Nourish 4. Nitabonyeza continue. Kishabonyeza continue, itaniletea tena vile vile ni hakiki kama iso roboti. Mara nyingi zinakuaga hivyo. Kwa kama kawaida, hicho kimshale utakidrag hapo mpaka nione amekaa sawa au mnyama. Yes, amekaa sawa. Utaleta vitu tofauti, sio lazima ulete vitu kama hivi. Kwa hapo sasa inakuwa tayari umeshafungua international yako account. Utaijuaje kama ni international yako account? Utarudi tena kwenye profile yako, then utakuja kwenye sehemu tena, utakuja juu huko. Sababu kuna utofauti international ambao na account ambao sio international. Utakuja hapo tena setting. Alafu utakuja sehemu iliyoandikwa kwanza kabla hapo inabidi ukaverify email yako. Utakuja hapa kwenye account, utaverify email yako. Then utakuja sehemu iliyoandikwa account information hapo juu. Umeona? Afu utakuja hapa kwenye email hapo utabonyeza hapo verify. Watakutumia kodi kwenye email yako. Hiyo kodi utakuja utaingiza hapa, utaandika continue. Haya, tuachane na hapo. Nataka nikakuonyesha ili ujue kama ni international yako account. Kuna kipengele huwa kinakuepo. Ngoja turudi back. So hapa nitakuja tena huku juu. Nitakuja juu huku. Then nitakuja hii sehemu inaandikwa studio, TikTok studio hapa, okay? Tabonyeza TikTok studio. Alafu utaniambia utaenda kulinganisha kwenye TikTok yako ya kawaida na hii hapa. Ni sawa? Kuna kipengele fulani hivi kinatakiwa kiwepo kwenye TikTok international account yako. Nita switch hapa. Nitabonyeza hapo kwenye monetization hapo, sehemu muhimu ya malipo hapa. Kuna hichi kipengele hapa. Hichi kimeandikwa reward, creator reward. Hichi kipengele hakipo kwenye TikTok za kawaida, ila kwenye international account hicho kipengele ndo kinakuepo. Hicho ndo kwa mfano unapost content zako, unataka umepata viewers, unataka upate malipo kupitia viewers wako, basi utakutana na reward zako kwenye hicho kipengele. Kwa hiyo kwenye TikTok kwa kawaida hicho kipengele hakipo. Kwa hiyo kama hapo ilivyofunguka, unatakiwa ili ufikie masuala ya malipo, manake uwe be at least 18 years old. Manake ni kweli mpaka umefungua account, manake umekubaliana kwamba ni miaka 18 na kuendelea. Kipengele kinachofuata hicho hapo, at least have followers kuanzia 10,000 na viewers kuanzia 100,000 kwa mwezi. Viewers utakuwa unalipo kwa mwezi. Utaangalia content zako unazopost kila mwezi, viewers wamefika kuanzia 100,000, basi wanakupa pesa, wanakulipa.
na followers ufikishe kuanzia 10,000 ndio utakuwa eligible kwa ajili ya hayo malipo. Kwa hiyo unaweza ukabonyeza tu hapo notify me when I'm eligible, kwamba nikiwa eligible wa kutumia taarifa. Kwa hiyo ukabonyeza ili ukisha kuwa umefikisha hivyo vigezo, atakutumia kwamba tayari upo katika vigezo vya kulipwa. Fanya tu process za kujua pesa yako inaingiziwa kwa kutumia namna gani. Kwa hiyo hapo tayari inakuwa upo na account yako ya international account. Hizo ndo process ambazo unatakiwa uzifuate, okay? Ipo kwa namna hiyo hapo. Thanks so much.